Winnie. Karibu mama. Asante. Karibu sana. Asante sana. Hapa ndo nyumbani, kwa kuwa huru kabisa. Usijali. Ungependa kutumia nini? Sema. Kwa huru. Labda maji, soda. Sorry. Dakika moja. Brother Joseph. Ndio. Poa. Karibu. Karibu. Sasa njoo tuzungumze basi. Tuzungumze nini tena? Watu tunauziana bangi hapa. Ishi naeleweka, nipe mzigo niondoke. Tena habari gani hizo? Sawa basi, sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Najua ni kweli kwamba mimi ndo nilikuahidi uje kuchukua leo. Lakini mambo yangu hajakaa vizuri kabisa kaka. Kwa nakuomba tafadhali nivumilie ndani ya wiki hizi tu. Wiki mbili? Acha habari zako. Wiki hiyo ulipanga nije leo. Tunapanga baada ya wiki mbili. Ushampanga sana mzee huyo. Nijia mzee nipe mzigo niondoke. Sina mambo mengi. Sikiliza nikwambie kitu Jose, sisi watu wa kiume. Ama mambo hatuwezi kushindana. Tukae chini tuzungumze. Mimi nita clear brother. Clear? Serious. Usima friji ndani. Toa friji tukauza nipe mzigo niondoke. Sasa ndugu yangu, mimi na kweli tufikie huko. Sasa mambo kwanza kuziana vitu furniture mara friji. Usinifanyie hivyo Jose. Sikia nikwambie. Mimi nafunga mlango. Leta pesa tutakufungulia mlango. Sikiliza ndugu yangu, usinifanyie hivyo. Afisitosha ndani mimi na mgeni. Sasa utakapofunga mlango atatokaje sasa? Mwambie atoke nje nifunge mlango. Mwambie atoke nifunge mlango. Sikiliza. Mwambie atoke nifunge mlango. Jose, mgeni mwenyewe ndo amefika sasa hivi. Sikiliza brother. Kwani kuna tatizo gani? Winnie. Wewe tu nisubiri hapo sebreni na mazungumzo kidogo na ndugu yangu nikisha clear. Kali ndugu yako wewe. Mimi mdogo na sikia nimwambie. Usiletea habari zako hizo. Mwambie ukweli. Mwambie ukweli. Wasikia nikwambie. Yule adaiwa kodi miezi 6 hajalipa. Na kila ikija hapa ananipanga. Sababu ndio nafikia ni kwamba anafunga mlango. Akilipa pesa tutafungulia huo mlango. Unamdai shilingi ngapi? 6. Kuna tatizo lingine tofauti na hilo labda? Oh, 6 ndogo. Kaka, kwani mimi na ugomvi na wewe? Nimekuuliza kuna tatizo lingine tofauti na hilo? Kuna lingine, ni hilo tu. Taja namba yako. Mtandao gani? Wote. 07. Nimekuwekea 6,10,000 na kutolea. Asante. Usikia nikwambie. Fanya kazi. Acha kulala unajifungia fungia na kuja kuolewa mjini hapa. Chamboso, usilie. Nayajua haya. Mimi ni rafiki yako. Nimekusaidia, nisingependa kuona unadhalilika. Asante. Lakini pia
Naomba uamini kwamba pesa yako hujapoteza. Nitakulipa. Hapana. Sihitaji unirudishie. Nimekusaidia kama rafiki yangu. Sawa. Asante. Aya, naomba unyamaze. Twende ndani. Baby. Kipenzi. Najua unajisikia vibaya sana. Lakini naomba ujitahidi uwe sawa. Okay? Sawa. Naomba ufanye vile nilivyokuambia mwanzo. Okay. Chumbani kuna taulo? Ndio. Lipo. Changamka sasa. Sawa. Namba unayopigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Chambuso mwanangu, mbona upatikani kwenye simu yako? Utaletea shida kaka. Huyu mwanamke anajiachia sana kwangu. Anajua mimi ndo wewe. Sasa itakuwaje? Tayari? Tayari. Sabuni? Sabuni ipo huko. Asante. Sawa. Oya. Yaje. Oya. Huwa unakuja saa ngapi ndugu yangu aisee? Aisee, nitakuwa pande hizo mida jioni. Bana jitahidi sana. Yaani jitahidi rafiki yangu. Maana yake mimi sielewi kabisa yani. Aisee, sikia bana, kwa makini sio kafanya chochote. Mimi namwambia bwana kama mimi sio chambuso. No, bwana, utaharibu. Usimwambie, anaweza kuchukia na kuondoka. Ngoja mimi nikifika huko tumwambie tukiwa wote. Chambuso yaani demu wako anajiachia kinoma kwangu rafiki yangu. Anajua kama mimi ni wewe. Sasa wewe ni kama tunamkosea heshima. Cha msingi mimi nimwambie akae anajua ukweli. Sasa sikia. Kwanza demu mwenyewe mkali au mwisho? Mimi hiyo sijui bwana. Naweza nikasema mzuri, wewe ukaja kumuona mbaya. Cha msingi wewe njoo muone demu wako kama ni mzuri au la. Sasa sikia wewe. Wewe jitahidi asijue chochote, ni uende hapo kitu kama mimi. Sio umenisoma. Poa, lakini jitahidi sana kuwaya ise.
anaishi humo ndugu yangu. Let down. Poa bwana. Fanya hivyo bwana, usipende kulalamika, unalialia sana. Una t-shirt safi nivae? Shit yangu. Mbona unashangaa? Hapana. Nenda kaangalia kabatini nitakakufaa. Ya, nilimwambia kabla hajapanga mizigo. Kisha store ni safi ndo apange mizigo. Sawa. Utanisaidia kupita bandarini ili kuongea na Mr. Majuto. Maana mimi niko mbali. Sasa nikachelewa kurudi au nikarudi kesho asubuhi. Okay, asante. Baby. Nimepata hii hapa t-shirt. Nivae. Ya, kama unahisi kuwa inakufaa, unaweza kuvaa. Yanifaa. Baby, tuende chumbani kanisaidia kunipaka mafuta mgongoni. Lakini pia nataka nikajiangalia kwenye kioo. Ya, tangulia nakuja. Twende bwana. Wende. Come. Sio kama staki, lakini kama kweli unanipenda, tufanye kwanza nilichokuambia, alafu kisha mambo mengine yatafuata. Kwa hiyo uniamini kabisa? Ni kweli. Kwa sababu tunafundishwa kutokuaminiana. Chamboso, nimeamini kile unachomwomba Mungu anakupa kwa wakati. Unamaanisha nini? Siku zote nilikuwa namwomba Mungu anipe mwanaume kama wewe. Kweli. Sasa hapa kilichokuvutia ni nini mpaka unafikia point unazungumza hivi? Kuna vitu vingi sana vimenivutia kutoka kwako. Rangi yako, bodi yako, na akili pia. Asante, lakini hatuna muda mwingi tangu tumefahamiana. Nikuulize kitu? Chamboso, wewe ni mwanaume unayejitambua sana. Kawaida tu. Hapana, sio kawaida. Unajua nilipokutana na wewe nilikupenda sana. Ila kuna vitu nilitaka nivijue kutoka kwako. Na sasa nimejihakikishia wewe ni mwanaume ninayemhitaji katika maisha yangu. Asante. Baby. Kwa nini umekataa kufanya nilichokuomba? Ni kwa sababu tumekutana leo. Wewe hunijui vizuri wala mimi sikujui. Unadhani tunawezaje kufanya mambo makubwa kiasi hicho pasipo kufuata utaratibu? Utaratibu gani? Ni lazima kwanza tupime afya zetu tukiwa pamoja. Tukigundulika tuko salama, tunaweza tukafanya mambo mengi sana yakiambatana na hilo ambalo unalitaka wewe. Na hilo ndio linafanya mimi nikupende. Na kujiona nimepata mwanaume anayejitambua. Asante. Mimi huwa nipo hivyo. Huwa siwezi kuwa kwenye mahusiano bila kupima afya zetu. Ni jambo zuri sana. Hata mimi nilikuwa nakupa mtihani wangu wa mwisho. Lakini umeonyesha jambo kubwa sana ambalo wanaume wengine hawezi kulifanya.
Sawa, lakini nakupasa kwa makini sana, kwa sababu wanaume wote hatufanani. Kuna mwingine anaweza kukulazimisha kwa sababu tu umemshawishi.
tunarejesha hisia zako nyuma. Hii ndiyo sababu ya kusema Old Flashback. Ni Jumatatu ya Mei Mosi. Duniani kote wafanyakazi hukutana pamoja na kupongezana baada ya kazi nzito kabisa. Njoo tukutane ndani ya Taiwan Hotel iliyopo Igoma Nyamuhongoro, Jumatatu ya Mei Mosi. Tukumbuke enzi zile za School Bash, Mayenu, Schools, Twist, Rumba, Charanga, Kwaito, Reggae na nyinginezo kibao kutoka kwa DJ mzoefu kutoka nchini Kenya, DJ Donna 254, akishirikiana vyema kabisa na wataalamu wa kuimba kopi kali kutoka jijini Dar es Salaam, yani live sequence jukwani. Hii ni burudani ya kibabe kuanzia saa 12 jioni mpaka choka mwenyewe. Utapata nyama choma, vinywaji vyote, lakini kubwa zaidi hakuna kiingilio. Hii ndio hadhi ya Old Flashback. Unajiuliza utoke vipi? Hakuna cha kujiuliza, wewe tupia tu upendavyo. Tukutane ndani ya Taiwan Hotel, tupate burudani zote hizo kabisa jukwani, huku na wewe ukipata nafasi ya kutoa historia yako ya flashback ili kuwaje enzi hizo. Njoo baba, njoo mama, njoo dada, njoo kaka, tusherekee pamoja ndani ya Taiwan Hotel Mei Mosi, Jumatatu ya kipekee kabisa.